doki ikiingia kwenye maji inachukua kila kitu. Tubaki katika tunu zetu, katika yale ambayo yanaendana na maisha yetu ya Kiafrika, maisha yetu ya Kitanzania. Mungu ametuheshimisha na kutupenda sana, akatupenda mno, akatupenda upeo. Yeye anataka tufanane naye. Basi tupendane, tuwe tayari kuzika tofauti zetu kwa kuhakikisha tunang'oa visababishi vya kutofanana naye: ukatili, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za uongo, uchawi, hasira, fitina, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Na tushikamane na yale ya kiroho, yale yanayotupeleka katika uzima: upendo, haki, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Njia rahisi ya kuishi hayo na kuishi vizuri na Mungu na jirani, ambapo tunapompenda Mungu tunapaswa pia kumpenda jirani. Na hivi ili tuweze kumpenda Mungu, tunaanza kwa jirani zetu. Tunaanza kwa huyu aliyeumbwa na sura na mfano wa Mungu, na ambaye Yesu mwana wa Mungu amekuja kwetu na kudhihirisha hilo. Tuishi ile kanuni ya dhahabu katika maisha yetu, na hili naomba mlipokee na mlifanyie kazi katika Noeli ya mwaka huu. Usimtendee mwenzako kile ambacho hupendi wewe mwenyewe utendewe. Kama wewe unaona maisha yako ni ya thamani na unayapenda, basi usifikirie kudhuru maisha ya mwenzako. Kama wewe unapenda nyumba yako ibaki salama, usijiingize kwenye mambo ya kuharibu nyumba za wengine. Kama wewe unapenda upendwe, upende pia wengine. Na kama unapenda vile vile utendewe haki, pia utende haki kwa wengine. Na utambue pale inapoishia haki yako, inaanza haki ya mwenzako. Hakuna sababu ya kukanyaga haki za wengine. Tukijinyenyekesha kila mmoja wetu, aliye mkubwa kwa umri au kwa madaraka na aliye mdogo kwa umri au kwa madaraka, ulimwengu huu utakuwa mahala pazuri sana pa kuishi na pa kuheshimiana na kukutana na kuweza kutatua yale yasiyompendeza Mungu wala jirani. Hakutakuwa na chuki, hakutakuwa na kukosa haki na amani, hakutakuwa na sababu ya malumbano kati ya jamii na katika itikadi mbalimbali za watu. Yesu amekuja, anaishi nasi na huonekana katika maskini wanaohitaji msaada, wagonjwa wanaohitaji huduma, vijana wanaohitaji kusikilizwa katika hofu na mahangaiko yao ya maisha, wazee wa umri wanaohitaji heshima na matunzo, familia zinazopitia changamoto na magumu ya kiuchumi na maisha kwa ujumla. Hawa ndio ambao tunapaswa kuwahudumia. Ndiyo Yesu aliyeposema, ulipomhudumia mmojawapo wa hawa wadogo, ulinihudumia mimi. Tusikae mbali na baraka hizi. Haya ndiyo yanayotufanya tuweze kuingia kule mbinguni. Wale waliotenda wakamtendea Yesu wamepata nafasi ya kufika kwake. Wale ambao waliowakanyaga tu
hawakuona wana sababu ya kuishi. Hakuna hata kuwasikiliza, hata kama tuna mamlaka na nafasi ya kuwasikiliza. Mahali pao mnapafahamu, tusipatafute hapo. Hawa wote wanahitaji matumaini mapya ya mtoto aliyezaliwa. Tumwenzi Masiha aliyezaliwa kati yetu kwa kutenda mema na kuepa dhambi, na Mungu atatujaza baraka na neema zake. Tukumbuke ndugu zangu, kama anavyotuambia Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 4 aya ya 17 hadi ya 32, kwamba Noeli ni upya wa maisha. Tuombe neema ya kuanza upya katika matumaini, kama jubilei ya mwaka huu inavyotufundisha kwa mwaka mzima, kwamba tusikate tamaa, bali tusonge mbele kama mahujaji katika matumaini. Na tumaini letu ndiyo Kristo aliyezaliwa kati yetu. Mwisho, tusali na kumwomba Mungu pamoja na Mtakatifu Fransisko wa Asizi, na maneno haya yatusindikize daima katika maisha yetu. Yeye anatuambia na anasali: E Bwana, unifanye kuwa chombo cha amani yako, nieneze mapendo wanapochukiana, nilete msamaha wanapokosana, nipatanishe wanapogombana, nitumainishe wanapokata tamaa, niwashe taa penye giza, nilete furaha panapo huzuni. Bahati mbaya, wakati mwingine tunashindwa kuyaona haya maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ya kuweza kutufanya tutembee pamoja, na hasa pale ambapo tunatumia nafasi zetu vibaya. Badala ya kuleta mapatano, unaongeza petroli. Badala ya kuleta furaha, unaongeza huzuni. Hiyo haituachi salama. Tumuombe Mtakatifu Fransisko tuweze daima kusali naye, atufanye tuwe vyombo vya amani yake, tuwe vyombo vya haki yake, tuwe sababu ya kuleta upendo, tuwe sababu ya kuleta mapatanisho, na tulete matumaini pale palipo na mkato wa tamaa. E Bwana Mungu, utujalie kufariji kuliko kufarijiwa, kufahamu kuliko kufahamika, kupenda kuliko kupendwa. Anayetoa atapokea, anayesamehe atasamehewa, anayekufa kwa ajili ya Kristo atazaliwa kwenye uzima wa milele. Niwatakieni basi nyote herini kwa sherehe ya kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Atusindikize katika maisha yetu na atuvushe salama mwaka huu na kuanza mwaka mpya kwa neema na baraka na amani tele na haki tele katika maisha yetu na katika kumtumikia Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
Tusimame tukiri imani yetu, na leo hii siku ya Bwana Yesu kutoa mwili, tunapofika sehemu ile kwamba akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tutapiga magoti na baada ya sekunde chache tutasimama na kuendelea. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Shuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu.